Aisee, Doris anamfumania mchumba wake akiwa anamchiti na huyu dada hapa, lakini ajabu ni kwamba huyu ni dada yake wa damu kabisa, yani tumbo moja, achia ziwa na mimi ni nyonye, mdogo wake kabisa. Ama kweli dunia imeshaanza kuimba makombolelo. Hii ni Movie Poa. Jiunge na channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandika subscribe, like video hii, tuachie maoni yako kwenye sehemu ya comment, share kwa marafiki na ndugu wapendao. Nathan aliinuka ili aanze kujitetea kwa mpenzi wake. Alilamba bonge moja la kofi mpaka akaona nyota. Hiyo haikuwa siku ya kwanza mchizi kufanya mapenzi na dadake. Mpenzi wake Doris alishamfumania mara kibao. Hii siku nyingine kaenda nyumbani kwa mchizi, kakuta jamaa anapata vitu vitamu bafuni. Jamaa ana tuzo ya uasherati huyu. Basi mchumba wake alimpiga wifi yake Talia nusu amuue. Toka kwangu shetani mkubwa wewe uliyekata mapembe. Nathan ndiye anaamulia ugomvi. Doris akawa anamuuliza, hivi wewe niambie ukweli, huu ni ndugu yako wa damu kweli? Nathan anajibu, ndiyo, Talia ni ndugu yangu wa damu. Sasa unawezaje kuishi namna hii? Wewe unafikiri mimi naenjoy kulala na dadangu eh? Kwa mimi ninavyoona wewe unapenda kulala na dada yako. Hapana, mimi sipendi kufanya mapenzi na dada yangu. Nathan alijitetea kwamba dada yake ni kama kamwekea dawa hivi, popote ambapo atakutana naye lazima atashawishika kufanya naye mapenzi. Basi Doris alienda mfuata Talia, kamkuta hana hata habari diva wa watu. Ndio kwanza anavuta shisha. Umesikia wewe kinyago, nataka kesho asubuhi kukikucha uondoke nyumbani kwangu, sitaki kukuona wala kusikia harufu yako yoyote ndani ya nyumba yangu. Nimechoshwa na tabia zako. Kwa dharau Talia akajibu, mimi ndio kwanza naanza shoga yangu, kama umemaliza mimi ndio nishawasha gari. Kwa hivyo siwezi fanya unachotaka. Talia akawa na mjibu kwa dharau wifi yake, hapa ni kwa kaka yangu sio kwako, kwa hiyo wewe ndio unatakiwa uondoke. Dada alifanya dharau na kumpulizia moshi usoni na kumwambia kwamba yeye na kakake wameanza kufanya mapenzi tangu wakiwa watoto wadogo. Anaenjoy na anapenda na hana mpango wa kuacha. Unashangae ulikuwa ujui si ndio? Basi ndio hivyo. Kwa hiyo Doris akaishiwa pozi. Tu gani wewe huna hata aibu na huoni kama hili jambo haliko sawa? Talia akamwambia, wewe ndiye ambaye unatakiwa uondoke, sio mimi. Yalipomshinda alienda zake chumbani. Kichwa kinamuuma, anahisi kuchanganyikiwa, anatamani kuondoka nyumba hiyo. Inawezekanaje mtu alale na dada yake na iwe kawaida tu? Doris akaanza kukumbuka kuwa Nathan alikuwa hataki ajue dada yake wanapoishi, lakini Doris kwa kielele chake akamkaribisha. Sasa leo yanamkuta kumkuta. Dada na majaribu huyo katoka zake kuoga na kuja na kitaulo kupaka mafuta sebleni mbele ya kakake. Anamtega mchizi. Sasa Nathan ili kukwepa majaribu anamtoloka na kwenda zake chumbani. Doris kaja sebleni na kwanza kumuuliza Talia, vipi, mbona kakako ana wengi, yuko sawa kweli? Talia anajibu, hamna, mimi hata sijui ana shida gani. Doris akamuuliza Talia, aisee, sasa mbona unapaka mafuta sebleni? Kwani kuna shida gani? Wewe umekuja hapa na unajua kuna mwanaume huko ndani? Talia akamjibu, usijali bwana wifi, huyu ni kakaangu, hutakiwi kuwa na hofu, kila kitu kipo sawa tu. Nathan kuna siku alikuwa akitaka kumwambia mchumba wake kuhusu haya mahusiano alionao na dada yake. Lakini wakati tu anataka kuongea, Talia akaingia na kumwambia wifi yake kuwa kuna kitu kinaungua jikoni. Ilimbidi Doris akimbia jikoni haraka sana. Nathan akataka mfuate, mara kavutwa mkono na Talia. Alianza kujibebisha pale, anataka utamu. Mchizi kaishiwa pawa, hajui la kufanya. Nathan alikuwa hakai kwa raha. Hata akikaa tu hivi sebleni, mdogo wake anakuja na kuanza kumshikashika. Nyumba ilikuwa chungu, alikuwa aishi kwa raha kabisa. Mchizi anatamani hata ajifiche mtoni Kijichi, aiache nyumba yake ya Masaki. Mawazo yalijaa kichwani, mchumba wake hajui. Mchizi alikuwa anapitia hayo yote, na kuna siku alitaka kusafiri, mchizi alitaka aondoke naye, ili mradi tu asibaki na dada yake, maana anajua dada yake lazima atamletea majaribu. Basi mchumba wake akaondoka na kumwambia kwamba mimi naenda, wewe baki na mdogo wako mtunze huyo Talia. Sasa Talia akafurahi kinoma, wifi yake sikaondoka, atapata kile anachotaka. Sasa Nathan alikuwa hapendi aishi kama yuko vitani, kurudi nyumbani ajificha, mdogo wake simuone. Unahisi kwa aliingia chumbani, sikamkuta Talia yupo ndani tayari. Alimpokea mchizi kwa bashasha na mahaba kibao. Dada akavaa kineti dress fulani hivi, kigauni fulani cha mitego kilaini, anajibebisha. Talia akaanza kumwambia jamaa, wewe ulinitelekeza miaka 7, hutaki kunana na mimi, kisa tu hutaki kunipa penzi lako. Ndio maana uliniblock sehemu zote nisipajue kwako. Mchizi akajitetea, Talia please, stop, usifanye hivyo, sio sawa kabisa. Lakini mtoto anautaka, sasa itakuwaje?
majaribu yakamshinda jamaa yetu, akalala na dada yake. Hayo yote alikuwa akiyakumbuka Doris na kugundua kuwa mpenzi wake alikuwa akilazimishwa kufanya vitu ambavyo havitaki kabisa. Alijilaumu sana kwa sababu mchumba wake hataki dada yake aishi nao, lakini yeye ndiye alimkaribisha kwake na alimtetea ili aishi hapo. Aligundua kuwa yeye mwenyewe ndiye karibu mahusiano yao. Alichoamua ni kumwambia Nathan kwamba mimi simhitaji mdogo wako, nataka aondoke tu hapa kwangu. Ghafla wanasikia glasi ishavunjwa huko jikoni. Wakashika vichwa, maana huyo dada anawapa stress kinoma, anawapa pressure kila itwapo leo. Doris aliinuka kwa hasira na kusema, yaani leo huyu lazima anikome, nitamfukuza jikoni kwangu. Kafika jikoni, Talia akashaanza kujisemesha, mimi nipo nampikia bebe wangu, kateseka sana kunipa utamu, kwa hiyo anahitaji chakula kitamu ili arudishe nguvu zake vizuri. Doris akaona huyu doga na jeuri, alimpiga kichapo cha mvua koko na kumshika pua ili asipumue, ili afe tu. Nataka uondoke nyumbani kwangu, shetani mkubwa wewe. Vituko havijaisha, dogo kafukuzwa lakini bado anamfatafata jamaa. Sasa hii siku Nathan alikuwa akiandaliwa chakula na mchumba wake. Talia naye akajileta, kakiondoa kile chakula ambacho Doris alikuwa amemwandalia na kuanza kumwambia, hiki nilichokuletea mimi ndio chakula kizuri. Mchizi akaona huyu dogo ameshaanza kuleta uchawi, ngoja niende zangu tu kazini. Jambo hili lilikuwa likimtesa sana Nathan. Alimsimulia mshikaji wake na jamaa yake akamwambia anajitahidi tu awe mvumilivu, atapata njia kusolve tatizo hili. Doris pia kwa upande wake alimsimulia shoga yake kila kitu kinachoendelea kwenye nyumba yake. Alimaindi sana kwamba yeye yupo kwenye mashindano na wifi yake, na wifi yake ndio mtu ambaye anamwibia bibi wake. Doris alimwambia shoga yake, natakiwa niwahi kabla ya mume wangu hajarudi nyumbani, kwa sababu akirudi tu dada yake kimkuta, lazima nitawakuta tu kitandani, mimi nawajua wale. Nathan anarudi nyumbani akakutana na Talia. Nathan, hivyo una akili kweli wewe? Unaweza kumwacha mchumba wako ananipiga mimi na wewe unasikia na hujafanya chochote, hujanitetea wala nini? Talia, mimi na wewe hatuwezi kuendelea kufanya haya mambo. Hapana Nathan, sitaki kabisa kusikia hilo neno. Kwanza girlfriend wako nitamkata mikono, mimi nakwambia. Kumbe wakati anaongea hayo, Doris alikuwa ndani anasikia kila kitu. Alishuka na kuanza kumwambia Talia, ni kati, niko hapa. Walianza kutukanana na kubishana pale. Talia alikuwa akisemwa vibaya sana kwamba kitu anachokifanya kwa kakake sio sahihi kabisa, hiyo ni laana. Lakini yeye sasa hajali wala nini, ndio kwanza anampulizia moshi wifi yake. Baada ya kufanya hayo yote, aliondoka na kuacha Doris akiwa na Nathan. Sasa hiyo siku usiku, Nathan ilibidi amwambie Doris ukweli wote. Issue ilikuwa hivi, ukweli ni kwamba Nathan na Talia ni ndugu wa damu, lakini kipindi wapo watoto wazazi wao waliwatelekeza, walikuwa hawaangalii kabisa, waliwaacha walelewe na shangazi yao. Sasa huyo shangazi wao alikuwa akiwanyanyasa kingono, alikuwa akiwalazimisha wafanye mapenzi huku akiwaangalia. Walikuwa ni wadogo sana, walikuwa hawajui kama kitu wanachokifanya sio kitu sahihi kabisa. Kwa wakajikuta wamezoea, na ndio maana mdogo wake imekuwa ni ngumu kuacha. Doris alijisikia vibaya sana, alikuwa akimhukumu jamaa, hajui hata chanzo cha matatizo ambayo yanasababishwa na utoto wake. Alimkumbatia na kumwambia pole sana mpenzi, umeteseka sana. Wakati yote akiendelea hayo, Talia bwana alikuwa akiwapiga chabu, yani na maindi kinoma kuona watu wapo karibu. Basi bwana, mapenzi yao yalirudi kuwa katika hali nzuri sana, walikuwa wakipatana. Ila changamoto ni moja tu, Talia. Wakati wapo faragha, Talia anasikiliza kila kitu ambacho anakifanya. Yani huyu dogo na matatizo sana. Hii siku hapo nje bwana, yani kimaaba wameloana kinoma. Sasa jamaa alibidi apige goti ili amvishe pete ya uchumba mchumba wake Doris. Na hapo ndipo Talia aliingilia na kumwambia hakuna haiwezekani, huyu ni wangu. Alinyang'anya ile pete. Kumbe ilikuwa ni ndoto bwana. Doris alishtuka kutoka usingizini. Mara ghafla anamuona Talia mbele yake. Talia alikuja na kuanza kumkaba, yani nusu amuue. Alishtuka kwa mara ya pili, akanajiuliza hii ndoto gani? Mbona ni maruelue? Alimpigia simu Nathan na kumwambia Nathan, mimi niko peke yangu, ninaogopa sana. Mdogo wako amekuja bafuni na ameanza kunikaba nusu aniue. Sijajua ni ndoto au ni nini. Naogopa sana, naomba urudi. Wakati anaongea hivyo, mara akasikia kuna kitu kimeanguka, afu mbwa anabweka huko nje. Aliogopa sana, alikata simu na kushika chupa ya perfume ili kama ni Talia akija mpasue nayo. Alikaa kwenye kona na kuanza kuitupa hivi. Kumbe alikuwa ni Nathan bwana, amekuja na maua. Akamwambia unaogopa nini wewe? Mimi nitaka nikusurprise tu. Kwanza leo tunatoka, tunaenda kula nje. Alitoka amependeza kinoma, mshikaji kamwagamaga maua, yani mambo ya kizungu.
Walikuwa wametoka huku wameshikana mikono. Talia huyo anawazumu tu, aliwaangalia kwa hasira sana, na hapo ndipo kichaa chake kikampanda. Ilibidi aende chumbani na kuanza kufanya uharibifu. Alirusha nguo ovyo. Yaani hasira zilimpanda sana mpaka karibia kuchanganyikiwa hivi. Akasema, wewe subiri, mimi nitawakomesha, nitajua cha kuwafanya hawa. Hawataenjoy kabisa maisha yao. Wapo huku nje wanaburudika, yani wanakula good time. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba Talia yupo anawafuatilia. Haruhusu kabisa waenjoy maisha. Doris akawa kwanza kumuona Talia, akamshtua mshikaji. Aisee, mbona kama mdogo wako anatufuatilia? Nathan naye akana shangaa. Kwani anafanya nini hapa? Talia ikabidi aondoke bwana. Wakati anatembea kuna jamaa aligongana naye. Alianguka chini kwa sababu alijua anawazingua tu. Waliendelea kunywa huko na mcheka. Yesi mjinga. Ukichawa Talia haukuishia hapo. Aliingia hadi chumbani na kuanza kujaribisha vitu ambavyo vinamilikiwa na Doris. Aliivaa pete yake. Doris akanamuuliza, "Kwa nini umevaa pete yangu?" Talia akanasema, "Hii pete ni yangu, uone imenitosha vizuri." Waligombana sana, yani nusu amuue. Na hapo ndipo Nathan alimkuta na kuuliza, "Kwa nini unapigana? Si huyu dadako kichaa, yani nimemkuta anavaa pete yangu, afu anamwambia nirudishia na kataa. Mimi nitamuua huyu." Nathan ilibidi amfukuze mdogo wake, maana analeta shida. Sasa Doris alikuwa akiongea chumbani na Nathan. Hapo ndipo Talia aliingia. Alikuwa amevalia taulo tu na kumwambia Nathan, "Nimekuja bwana, nataka unipake mafuta." Nathan akamwambia, "Una kichani, hebu ondoka chumbani kwangu." Doris akasema, "Haina shida, wewe unataka kupaka mafuta Ngoja nikupake mimi." "Mimi sitaki unipake wewe, kwanza wewe mikono yako migumu." "Nathan, njoo nipake mafuta bwana." Doris hataki ujinga kabisa, yani uvumilivu umemshinda. Alianza kumpiga na kumkaba huyu wifi yake ambaye hana akili. Alimshikia kisu na kuanza kumpiga mateke atoke nyumbani kwake. Kuna hii siku walimwalika mgeni na wakawa wanapata naye chakula hapa. Hapo ndipo Talia alitoka. Alikuja sebleni, alimsogelea Nathan na kuanza kumshikashika. Alikuwa kama anataka kumbusu hivi. Aisee, sasa huyu mzee akanauliza, "Mimi ni yoni dadako, si uliniambia huyu ni mchumba wako au dadako? Mbona mimi sielewi?" Jamaa akasema, "Hapana, mchumba wangu ni huyu, nimekaa naye hapa." Ilikuwa ni aibu kinoma, ila walibidi kuendelea tu kula. Baada ya muda mfupi huyu mgeni akaanza kulalamika, "Mmeniwekea nini bwana? Mmeka mawe kwenye chakula chenu?" Alitafuna jiwe kubwa sana na gumu hadi jino lake likamtoka. Huyu mzee walimbembeleza lakini alichukia sana, ilibidi tu aondoke. Wakibaki wanashangaa nini cha kufanya hapa. Hapo ndipo ilipojulikana kwamba Talia ndiye mtu ambaye aliweka mawe kwenye chakula ambacho Doris alikuwa amekipika. Doris alimaindi sana, walianza kupigana pale. Baada ya muda kidogo, Nathan akawa mbembeleza mpenzi wake kwamba mwache tu ataongea na mdogo wake, mambo yatakaa sawa. Doris akakubali, sawa, haina shida, wewe kaongea na mdogo wako. Wakati Nathan ameingia ndani kwenda kuongea na mdogo wake, Doris alikuwa huku nje. Akaanza kuhisi, ukienda kufanya nini? Alivyoenda kumwangalia chumbani, si akakuta wameanza kushikana tena. Akawa anashangaa wana mapepo gani hawa? Nathan alivyoamka ili ajitetee, alikula bonge moja la kofi na kumwacha akibaki na mdogo wake. Mshikaji akamwambia, "Sasa kuanzia leo Talia unaondoka hapa kwangu." Doris aliumia sana, aliitupa ile pete ya uchumba mlangoni, na hapo ndipo Talia alitoka na kuikuta. Alifurahi sana kuiona, aliichukua na kuivaa akisema kwamba hii ni mali yangu, ndio maana imerudi kwangu. Mambo yalikuwa ni mengi sana, walikuwa wakigombana kila itwapo leo, kisa huyu Talia tu. Talia kuna siku bwana alikuja kuwaomba msamaha, alikuwa akilia sana. Jamaa alisema, "Mimi nimekusamehe," na mambo yakawa kama ameisha hivi. Lakini ili kujiweka mbali naye kwa sababu ana ukichaa fulani hivi, jamaa ilibidi amfukuze kwake. Akamwambia, "Mimi nimekutumia pesa, uondoke kwangu, sitaki nikuone katika maisha yangu kabisa, yani sitaki kukuona kabisa." Jamaa alivyoona mdogo wake anazidi kuwa mbishi, ilibidi ambebe na kumtupa nje ya geti kabisa. Walibaki wao peke yao tu, maisha yao kaendelea kuwa safi, maana wakiendelea kumlea huyu dogo atawaribia ndoa yao kabisa yani. Asante sana kwa kutusikiliza. Tafadhali subscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kuzipata video zetu pindi tu tunapoziachia. Kwa heri.